Nipe shtundu. Pewa shtundu. Nimechukua shtundu. Unasema nisiandike book ya shtundu. Those are your sentiments. No. Sikusema book ya shtundu. Titled shtundu. But niko na another title. Niko nataka tu useme yani tu utaki kitabu andikwa hivyo. Tujue tuambie tu tume trademark shit from now on. Wait. Let me move. Niko na feel already kuna kitu inaitwa nipe shtundu. Unajua italak to the originality yani. What's your take na watu wana mingi album zao sijui nini 1 nini 2 nini 3 but that's my only problem with Wakadinali. I feel like on too many words kuna albums different things but the fact that wana keep it 1 2 ndani ya cockpit 1 2 3 VOM 1 2 mimi ni boingi. I hear you. Uko na chance. And I feel kuna creativity mob like listening to you rap there's a lot of creativity oozing. Unaweza niambia very many things. Unaweza come up with a title that's different. Unapata? Like I like the Octopus names his albums. Hakuna hiyo vibe ya 1 2 3 hakuna. Hata Nyash. Easy. Too easy. Easy ni aska. Wakadinali when it comes to their personal albums they're like that. Wanna remain thematic but if it come to their group albums wanna end up back to I think maybe to me I'd respect it if it was one recording session. Then you alafu like we change. I mean we vunje, we break. Unani get? If it's one recording session kani ni vibe fulani jumli record once ikitu maybe mlienda mahali for days months you just recorded songs I'd it would make sense to me like that but see kama sahi vile VOM1 but pia what I'm saying is the creativity you have in you can allow you to even name that expedition, that adventure you were in with those artists mka create all these songs in that short time period. Unapata? So kitu suwa nilituambia kwa ile pod ati vile uko fulani liko ina work like they didn't even have like what you wanna meet or nini like they just gravitated towards each other when time was right. Every time kulikuwa na music to be made they gravitate towards each other naturally too ka utango wanafanya saa hii. Unapata? As in si feel out of that experience always kuja kuniambia tu umekama up na hii jina for an album ini fala tu. It's like you're aiming to just mkusho hivyo na rap za OG ufeel ni kama nataka kucapture all words in just one verse. Like you want to capture all scenarios that happened in the past few months in just that one verse. You want to capture all trending whatever. it's like I'm a structure rap. He's not like freestyling into it. He's not letting himself free. Ana seem free but sidhani ana feel free. Akifeel free ata come up na vitu tamu tu tamu. But kuto feel free kwake inakuwa hard. Inakuwa hard for him kutuonesha tu ni nani. Okay. Uwezi feel musically. Because akibonganga hata kwa interview na film say ni interesting. Si ndio? But kwa muziki au feel ni interesting because ana keep it commercial. G'd up. Si G'd up hata. Sisi ita G'd up. Ita commercial. Una keep it. It's what J. Cole anaweza kudo after For Your Eyes Only. Every other album after For Your Eyes Only kuna hiyo vibe ya ana aim kwa the best rapper. Na unafaa tu rap. That will be determined later. After people have listened, people will just say this is the best one. Unapata? Unaanza kulak
And the kind of artist mtu anafaa kuwa, it shouldn't even matter. Unafaa kuwa honest kidogo. Artistry inafaa kuwa for you. Kuna vulnerability fulani ndio anze kujiexpress move hivyo anyone. Kuna vulnerability fulani ulikuwa unatafuta. Kawe ni mtu wa kuchora, kunini, kuna vulnerability unatafuta wewe. Uko na feel vulnerable kujiexpress ndio let out something that ilikuwa inakukwaza. Move feeling in your urge. Unapata? Basi ukianza kutuklonia hiyo urge na kwa ish. Unaget? Cause hata unasema hata hizo sessions unasema ka ile KOD Revenge of the Dreamers 3 hata ndo maana ilikuwa like epitome of that. I don't think J. Cole will ever do Revenge of the Dreamers ingine cause ili as in ali go all out kweka ile area watu wakakuja, kuna maroom sijui ngapi za kuproduce a whole area tu alichukua whole area, ma producers wengi, marapa wengi, singers wengi. Sidhani kuna anything past that, na bado alifind a way ya curate. Unapata? But pia fall victim to that. Revenge of the Dreamers 1, Revenge of the Dreamers 2, Revenge of the Dreamers 3. But sasa unaona kama hiyo ndo nasema it's haikuwa in the same context ya like ameleta wase waimbe wa album, so it could be 1 2 3. Oh yeah. Na get kama vile Kali Cartel inaweza kuwa 1 2 3 4 5 6 7 because it's like a thing that you do outside the kind of music you do. That's the type of album I'd expect it to be so my 1 2 3 kauna inemivo. Yeah, I hear you. If it's a compilation album ya wakadinali feel hivyo, it's a compilation. Nikisikiza ndani ya Cockpit 2 it's not giving me ainipe vibe ya ndani ya Cockpit 3. Ndani ya Cockpit 3 ni vibes. Ndani ya Cockpit 2 kuna nini unajua, kuna ngoma una feel thematically zingekuwa na different names. Yes. Na hata ndani ya Cockpit 1 kumbuka Style afu ndani fake. Yes. Ndani ya Cockpit 1 hiyo ni like wakadinali raw. Yeah. Ndani ya Cockpit 2 wakaanza kufanya zinaitwaje? Meta ninge expect na Cockpit kwa kwanza, after hapo ende kwa The Hangar, after hapo unajua maybe wakipit maybe kama ni airport scenes sijui, cause The Hangar ni mali penye nini aeroplane ina kufunguliwa, inapigwa servicing, unanipata maybe hivyo. Alafu ya tatu iko a different thing, but tuone it's okay for them to say this is ndani ya Cockpit 3 all grown ups. Si all grown ups ndio inspire come up na name. When you get ndani ya Cockpit 2 sijui ilikuwa about nini, but ingo inspire come up na name cause hadi kama features Calligraph nani wale maboy wa nini TNT. Yeah. The features were like hot than accords on that singing shit. It felt like a hip hop album of some certain age and time. Yes. Ndani ya Cockpit 2. Unadhani the perfect example naweza use ni Joey Badass. Joey Badass ndio mkalichezea 1999. His mixtape ya 2011 or 2012 somewhere there. 1999 ali follow up na 2000. Unapata? Na 2000 toka around 2022 around there. Yeah. 10 years later I think akatoka release hiyo. Na it's rumored already 2001 is in the works. Unapata? So ya mama kuna album zake in that order ya ages. Unapata? Age order ya years. It's giving now, so unajukisikiza unajiremind what was 2000s like, what was 2001 like. Una go back to your crates, unaangalia kama even the beats, the thematic expression yake ina follow your shit. Juna imefika point sasa wase wanafanya usanika optics. Kwanza huku Sabato alikuwa anasema kazi ya sanii imekuwa kufanya nini na cloud. Sijui kufanya nini na kuchase cloud. Thank you. And you should not be chasing cloud. Kama mimi na feel Ska na Calligraph. Ndio maana nilikuwa nakwambia you all should not be talking. It should be music. If it's on. If it's not on, shut the fuck up and do your shit. Yeah, like kama nakujua kama msanii,
let it be that. Juadi hadi naweza tukompea na wasawa majuu. Sikuzi nimekwambia ina bother that before msa release album ati unasikia just snippet gani imelik. I get it's a marketing strategy, but ina kill art. Ina kill tu yani ile mysteriousness fulani ya kureceive album tu. Album full. Like kitambo, anything that came from the album was maybe the lead single mnaipata before. But squeezy wasana leak snippet za kila kitu. Ati kwanza kuona vile wasi wata react. Kugauge. Una gauge reaction ya wasi. Drake pia anafanyanga hivyo. Why? Na sika weni mnoma tu. No, actually I'd question why you are creating. Are you creating for kubamba wasi? Unless you are. Any optics. Yeah. We're si creative anymore. In that minute. Yeah. Hata unajua unaweza get so lost in it mpaka usahau kucreate ni nini. Si madeal zenye wana sign. Si madeal. Unajua creative process yako Shalin pia inafikanga point account unaweza kuambia kitu yote. Unaweza do tunataka na itakubalika. Kazi hiyo cardinal kwa hiyo point. Hata ngoma ofil ngoma CG enough, CG up enough. Si noma wakadinali. Bado wase watabuy the hype. Yeah. Because already watu washasema Ase ni wabaya. Kuna kitu wanaweza fanya nyesi mbaya. Unapata? Wasasha jiambia Ase ni wabeard. Juni wa beard. But nakuelewa. Ama ni mediocrity tu fulani ina exist within us. Ina allow for evil. Because huko mkiulizanga uelewi nini intriguing hivyo sana na Abel Mutua. Funny hivyo sana. Watu wasio wanaanga wamechizi hivyo that akienda kwa pod hivi hata kama kwa pod tu saizi tutakuwa like one of the most ranked podcasts. Na si yeye pekee hata nani. By the way, do you know nilikuuliza wameshapata hiyo plaque with just 26 episodes. Kuna salishaji ambia tangu watch Njugush kwa nini Real Househelps ni mfani. Basi watu ushagondo wanatumia internet. Wacha niseme kama Sele. Waswa kukam ndo wako on. Lese zikata. Ni ukweli. Juadi watu Nairobi sikuwa tuko ile form ya kujifanya seen it and done it. Unapata? Atakuangi na hiyo hatuna ugrupi. But kuna ugrupi imeanza kushika na ndio inaharibu the whole artistic experience. Ugrupi ya ujinga ni kama watu wanaona tu Drake already umekuwa bodied kwa beef, but bado uko kwa train ya kusema umse ndo mbaya, umse akuluzi your beef. What are you trying to unatry to get engagement online ama miss get? You should have said this. Yeah. In a song maybe. Yeah. Younger response to not like us. All this in a give gear. Yeah. Wasa do it because ni uwela, si uwela anymore. Imekuwa fake as fuck. Ndio maana tukodongelea mapod za Kenya tuko like it's becoming now harder and harder to listen to it kama ni critical thinker. Critical thinker is always nipima nikisikiza ndenda ku fact check. Always nipima nikasa hizi tuongelee controls, uambie watu about controls ilikuwa roots za slaves zilikuwa na kusijui kwa nini. Mtita bidi ka fact check. Ndio maana hata nimeona pod mingi zimeingiza fact checkers because kuna kubeba na ufala. Mnaweza enda kwa episode mmedu 150 episodes but mnapata castle za kubeba na ufala. Unajaba. Sijui because kama nilikuwa na filizi ma interviews za ma celeb. Hiyo fashion ingeishia tu na CTA. You can't do it better than that guy. Chocho, Ziza, calm down. So it makes sense. Wewe kuniletea tu ma celeb. And it's what you said. Kuna watu wengine hata ni wa boring. Na si ati ni wa boring. They're just like not. We seem conversational. Easy Ziza, calm down. Wacha mchezo. Calm down Bama. Anasumbua kenda hataki kucheza. Bad Ziza. Calm down. You don't play with Kenda. Kenda is show. Calm down. You go Lala. Calm down. Go Lala mama. Why are you excited? Mchezo zake na choo. Chocho? No. Chocho and Ziza wacheni hizo mchezo. No. Good doggies. Calm down. No, calm down. Sit down.
Sit down, Ziza. Sit. Sit down. Sit down. Good, Ziza, sit. Anyway, that's what I'm saying. Hata tukiongelea madogi, it became that now. Nimekwambia hata leo nimekutana na dogi karibu gongwe na matatu kwa barabara, Jimmy escape aje. Na dogi hizi za Kenya. Hizi dogi supu. Unapata? Wasioanza kumekuwa na dogi kwa optics. Ni classlessness. As in sijui kani classlessness ama ni na competitive nature yetu yenye nilikwambia already tuko nayo kawa Kenya. You think it's classlessness or just pretending? People just love pretending to be cool. Like you see, that's like essentially how it presents itself. Jusa utaka unafanya kitu because kama vile nakwambianga nikiona kuna time fulani nilikuwa hapo stage. Dem fulani alikuwa anaenda I think job CCI. She's wearing like 6-inch shoes. Then she's walking slowly. Like najiambia fuck. Udem aka happen to like kutrip. Kuna steep hiyo area. And you have to walk fast at some certain point. So unajiuliza why? Why hadi najiambia why didn't you take a cab? Why didn't you take a Anduthi? Or why didn't you then just carry those shoes? Walk with them in the office. Why are you in those shoes? In the office malipo yona kukaa kwa desk kwa call kwa area ku receive ma call nini. As in there's no aesthetic that goes into all this what you're doing. As in isi job ka bank kama malipo yako needed to look the part. There's no looking the part because there's no one coming to see you. Sini kwa sababu sasa ni optics ame create around your environment. Like you home dem. You home dem waku. Imagine I still blame. Ndo maana mimi nasema hivyo. I still blame hiyo kuseparatiwa tu. Ina creating pressures za ujinga. Yes. But you don't feel that. But kuna watu wameenda kwa mix schools na tunawajua hata siblings wetu. Na ndo nasema but they still wako na upuzi ya pressure ya upuzi. Kwa sababu ndo nilikwambia the larger society yenye wanakujanga wana join. Una understand? Yes. I always feel that. I always feel like ni kama ulikuwa unasema wase wengi walikuwa kama lesbian high school nini hizo maradarada walikuwa tuna tabia mbaya wengi wao. Yeah, it's just being horny, like there's nothing too big to it. Tabia mbaya. Okay, tabia mbaya na sound si horny. It's horny like you're horny but you don't have anyone to. Some of them because you are teenagers. Kuna watu walikuwa naifanyanga because it's being kunao tikatai because it's being done. Yes, there was, but because immediately after high school tukaa unapata ushaanza kukua hasa ati uko straight uko sawa. No, you don't understand what I'm saying. What I'm saying is I feel like there are people who una feel uko on and there is no one else to be on with apart from a fellow chick. Do you know why I can't subscribe to that nini school of thought sana? Juu mimi nakumbuka tukiwa high school ukunaambiwa hadi ulikuwa na hiyo spear counseling was every Sunday. Pia counselor yetu alikuwa skinny alikuwa anachachishanga hadi akona wewe uja receive letter 1 2 uenangi ma trip atakuuliza radako ni gani. Itabidi you think girls are already naturally touchy feely for anything to be weird? Yes, najua madam. Actually the fact that I think that is what hiyo ilikuwa inafanya ina seem a bit more as in ilikuwa ina feel a bit more subtle. Juu kama shule yetu like for someone to be kupatikana tini lesbian sisi atunge chapa ati mtu. It's not the same as like a dude being because I was coming to that. Yes, it's because nakwambia tulikuwa tuna sensitize na that kuna opportunities mob za kutoka hichuo kama una feel that uko na kiaji kinataka kama kucheki vitu ama kusuka mdem. Unajua hiyo hata around female energy lazima hata umfinga or anything. It was not even extreme. Ilikuwa tu kwa around mdem usukane achekecheke. It like equates that male energy testosterone ulikuwa nayo chuo. Hata chuo uko even calmer than watu wamekaa tu chuo sana. Watu kitoki chuo. So you were even encouraged that
ingia activity. Hata imagine CU had trips. See, like kuna watu walikuwa actively kwa activities but they were still having lesbian activities. Sana nakwambia sasa it needs to be studied if it was me I feel ni mostly optics or influence that it's the cool thing, is what's being done around here. Na feel madem wengi likuanga hivyo. Juu pia touchy feel, let me address that. Tangu time memorial tumekuwa na rada za co-wives, mapolygamers nini as Africans. Hakuna point ilifika ati mademo walianza kukua males with each other juu ati wanasaidiana kwa kufanya vitu 2-3 ati kusaidiana kwa nywele, kusaidiana kwa makeup. Hata kuna but do you understand they were not isolated. Hiyo ndo kitu nakwambia, they were in those society. There's that I can't deny. That is what I am fight. That is what I usually say. Ndio maana nasemanga nikifight single sex schools, it's because of that exactly. But tunakwambia imagine the isolation city tulikuwa nayo pia kama boys school, but we still found a way ya kwenda ma trip, kwenda ma academic contest. It's not that hata sisi walikuwa wanaenda. But that is what I'm saying. See by the cases prevalent za kwa na gay ilikuwa sasa kwa mikoa manga tu chuo sana. Wewe mpaka unaanza kuboeka tu. Hauna kitu intriguing about or look forward to anything iko outside school. Sisi iko hivyo about chicks who are lesbians. Kuzadi ilifika point Charlene tukianza form 1, I can clearly say ungepata wasika watatu wawili kwa idara watu 60 na wanapata mail. But by form 3 msema kalenda akiwa holiday amesuka to dem huko anatumiwa mail. Mpaka unashanga mpaka uko na mail siku hizi. As in unachekiwa sasa hivi na move si ilikuwa hivyo. Acha nikwambie what I largely feel it was, yeah. Tukie kwa sasa as single sexed. And there is no masculine energy in any sort of form of masculinity. Ilikuwa misinterpreted. You get me? Yeah, I get that angle fully. Na nakwambia ndio maana na feel genuinely such a gap. Do you feel that was the large percentage or percentage wengi? Honestly I do. That's why I'm saying that. Madem wote mimi umenionyesha tu mlikuwa nao chuo alikuwa gamales. Uliniambia wote saizi ka wote ni wa straight. Like most if not all. Yes. So that manisha big percentage was not really about it. And they were not about it kwa sababu ya what I'm saying. It's not that your ideal person is a chick. It's that it's her who's there. Oh yeah. I get Had there been boys wenye wanakukatia pia. Na mbona usijipeleke kwa stations ka hizo kama kwenda trip. Wanajipeleka but now I'm telling you. But they're still horny. Juu imekupata ukiwa shule. Me I used to feel that to a larger percentage. Not at me, I used to feel that like hiyo ndo vibe nilikuwa na observe. Yes. Kwa sababu mkiwa na boys bado anakatiwa. Si ati anakata kukatiwa. You understand? Ni vile tu pia akiwa shule and there can be some extracurricular. Ako down for it. Yeah. Basi sijui. Maybe ni the anatomy of female na male. Maybe nilisikizanga, acha nikwambie kuna dem nilisikiza kwa Lynn Ngugi. Inaitangaje hiyo show yake? Lynn Ngugi show. She's a reformed queer person. She was explaining to Lynn Ngugi how these things started from high school. Alikuwa anamwambia alikuwa anamwambia she was tomboyish. Napata. And then the person who was assigned to her, who was like in form 2 hivi, sasa woke wa form 1, started just like writing her letters, telling her good night. And that is, ndo nakwambia, already in girl world, these things are accommodated. So acha nikushoe, kuna mdema aliniambia, nimesema nicho gani, you can state au sama. At that time, walikuwa neo rada pia. Or Shina's girls, one of these girls schools too. Ati ukiingia form 1 hadi form 4 kuna form 4 ama form 3 ama form 2 someone older tu asha kubook like mpaka anakubaia vitu anakuandikia to mail to nini, and it was like a culture that's
that's done there like that. So unapata tunatoka chuo wengi walikuwa na hizo tendency, but kumit society unapata it's true what you're saying, maybe mabange kwa around, maybe angekuwa mimi na feel hivyo 100%. Wacha tu nikwambie sasa pia, kama kuna the opposite sex around, now listen, get me, kama kuna the opposite sex around and those are still the tendencies, well, that's your preference. So nikuulize, would you say most me I got hit on and yes. I feel ni kwa sababu ndo nakwambia like you present as. Nikuulize swali lingine na ile kama unasema nataka kuuliza swali ni confirm. Do you feel largely that mamdem wa Kenya wengi wako susceptible to mambo mob juu ya hiyo? Juu mamdem wengi Kenya au give you vibe ya nikaona as in it inaweza go down, inaweza go as in Anyway, as in niko idha, as in siko idha. Kuna makantri ukishia ama ukimitosa wakati zingine unaona ni kama hata ndio anze kusuka mdem lazima jo go the long way umuoneshe. si niko ndo nakwambia ni kwa sababu ya hiyo. Na pia I want to also add kwa hiyo swali, largely there is optics attached. Remember my sentiment also. Skia cause wazazi wetu like mama wengi wenye wako saizi 40 year olds wako part of this shit. Au walikuwa na mambo ya optics sana bado wako nayo. I can see them 40 year olds, 50 above 50 year old na 60 year olds walikuwa wanajiekea si optics, wanajiekea titles they were define like daktari, engineer, mwalimu, because it mattered then. Yeah, yes, it mattered juu ungesomea kuwa daktari na ukuwe daktari. Ungesomea kama sasa wewe engineer, procurement, ungekuwa ulipata job ya procurement, unaona, juu umepata first class. It was as in I feel your time education and opportunities made sense. That's why they emphasized largely on kusoma at that time. Basi na sasa ili interfere na pia realism ya reality ya Kenya, as in cause sasa ilikuwa all about what you can wear as an accolade. Unaona pata there were so many educated fools of that time. Hivyo ndo nakwambia. Soma but reasoning ya msee unaweza kachini muulize lakini ulikuwa unasoma nini kweli? Atu umeenda Harvard. Like nikaa kukaa chini na mtu kaichungwa. Unashangaa like ule reporter alikuwa anajiuliza tu ule reporter wa Al Jazeera like how are you a Kenyan MP? Yeah, there's a tone deafness of you being a people's representative. Because that's the thing. It's like una kuget wanajidetach. Yes. Na their role. Yes. But sasa sisi ndo we are the fools because we forget. So hiyo ni politician imetumia example, yes. But basically I was talking about the age groups, the way to go into the triggering in different optics, but from 40 year old kuja hivi chini millennials kuna optics ya lifestyle iliwashika. I largely feel ni hiyo kwa sababu ndo nakwambia as in hatukualawiwa kukua organic, kukua ourselves around each other. Na mbona Sijinga unaona hiyo effect. Na mbona tungejiallow? What was stopping us? Kwa sababu ungejiallow, system haikuallow. Institutionalization. Ikuallow. Me, I highly feel kuna impact ya kuseparate sexes. At that age, puberty. Now, do you think there's impact of having private and public schools also? No. I don't think so. Why? I don't see the impact, the difference. I see the difference. If we could have had a society whereby public schools are just kama niko nasemanga tuanangi zikijengwa hata siku hizi zingeongezwa alafu level ya kufunza juma mode pia wana job wengi. You see, now that is like a systemic issue. I feel yangu inasema from the gender wars and don't you think the systemic issue imekuja affect pia the culturalization of what tunamitiana huku nje? Essentially it affects everything. Because mtu amepitia IGCSE, mtu amepitia private school, mtu amepitia public school. Tukuja hapa nje like we can't like relate on levels flani mingi tu. It's hard for you to even tell me you are a Kenyan. Kuna best ya nani ya Oxide tulikuwa naye. Anatuambia hata hakuwa anajua ati population that serious because alikuwa anaishi West. So nothing happened. Though you are saying to
Yes, I also told you that. Then akaenda high school anaonyeshwa mpaka mapicha nini like this happened, like people were burnt in churches. Alikuwa na zero info. Hata wewe maybe ulikulisikia kwa news, like household alikuwa ndani ni household, hata news inaona na baba. Yeah. Mzee anaona news, ni wengine ambao ni news. But sijui. Umekwama kwa routine. You need to do what. Then umeongeleshwa English. Hata unaenda hivi high school kama ulipelekwa, kama imagine umepelekwa ati umetoka private school ya primary then umpelekwa national school yenye ni public. I used to see the culture shift and shock on some people. Hata sisi tulikuwa nao kama Musinga. Nakupata hata sisi. Msami kwa private school ya huko hivyo western, then ameletwa public school yenye ni secondary yenye kuna every Tom, Dick and Harry. Unambaka anajifanya but ajifanyi. Ni vile alipitia private or alipitia kitu different than wewe. Maybe alipitia homeschooling. Sasa hizi tukianza homeschooling kutakuwa no disparity. Na sasa unaona ndo nasema you had to fight that disparity. Unani understand? And it's already one gendered. Atukupewa chance ya ku experience the other gender while still finding disparities within vile sisi as in kama madem tuta exist, sisi wanaume tuta exist. Because there should essentially be that. Yeah, kuna level ni deep. Yay. Mimi andutete na bro wake kuwa mainzi au compete kuwa mainzi andutete na bro wake. That's like good sports. Yeah, because they were saying that it's the art of catching it. That's the prowessness. Lazima uanticipate. Lazima kumekuudhi pia. Do we anticipate now that clarity? Khalif Cairo, he thought he was Andrew Tate. Me, I'm just seeing him in optics. His mind. Only, thank you. Acha nikwambie, the reason tunakufa kwa optics ni kwa sababu kuna watu wa kukam wenye walijua. Chocho, no. What's wrong, Chocho? What do you want, mama? Hi, Cho. Good, Cho. What are you saying? You want to talk on the mics? We give you a seat to talk, Chocho. Wenye walikuwa wamejua kukam Nairobi. That's where it's at. So unakuja huku you now unaanza kuvaa hiyo uniform. Like hii place wasa Nairobi wameconfirm ni ghetto. It's ghetto. If I live there, I act like this. It's fitting in. Umeget watu wa creative wenanga KNT. So unashinanga KNT. Hata utaki kudiscover any other creative place. Na si ati tunakublame. There is no other way really. Yeah. Because hata watu wa Nairobi ja create ways. Yes. We dwindled and maybe died, I don't know. Ama sasa pia si tulifosiwa tu kuexist na nyinyi. Zika kwa tunatoa rada saa hatuna rada. Baada podcast akamna solution ya hiyo. Ya creatives. Mark this episode. We are working on it. I remembered I've had that idea for so long. I'll come up with a solution. But yes, the optics itakumada, itakupata ujipate kuna tunaambiananga high school. Because ilikuwa ilianza sijui form 2 au form 3 daro yetu sijui ama wapi whatever. Bamba rende tamba solo. Ilikuwa like saying unaambiwa tu bamba rende tamba solo. Ilikuwa time kwanza watu wanapigwa ma X cause kwa tunamwanga between form 2 3 na between form 2 na 3 ni shaving. Au taka kupunguza wadhi. Hiyo time unafeel watu suspended for expulsions. Now that phrase kakoiniwa. Bamba rende tamba solo. Like we tutumbuize. But tujua when everything comes to everything uko one man. Utakuja uchukuliwe tu hivi we one man ufanywe mbaya one man. Yeah, there's that. Wasewa kwa na get hivyo shule. It was easy to get carried away. So okay, to add to it, mi pia na blame ingine. Juu sasa unajua wasewa kikamuku nje, ndo maana nilikuwa nakwambia kukatiana ina feeling so mechanical. Unacheki like I feel like it starts from that point because that's what defines position yako kwa society.
sijui kana make sense. How you present yourself in your tribe of like being masculine. But unaona sasa sikia, I want to like put an asterisk on the fact that we were in a sheepish institution thing yenye ilikuwa inafanya ndio maana umesema hiyo imenichiga. Do you think people were better were not better were better versions of themselves in primary school? Yes. I do. Yes. Exactly what I'm saying. High school ilikuwa nakwambia imedefine wase in adulthood na ilikuwa point wase walikuwa na pretend wengi. Thank you kwa sababu hivyo ndo nakwambia. Because ukuna do kitu juu unataka unado kitu juu wase wanadu. Juu hadi ndio kitu napreachiwa. And school as a system ilisetiwa hivyo. Watu wanadu. Primary ulikuwa na flourish juu hata kama ni public ulikuwa unapata mamodi wanajua Nani does not perform in school but is very good at football. Like they used to even say it. That if you could put that focus you have on football on this, you will go far. But sa high school moda kwa anakuambia nini? Anakubeat down. Exactly. Anakubeat down, anakuonesha kaa ukwika ase wengine. Wewe ni mpuzi unafuatiliwa shule utafuta shule nyingine. It's a uniformity of like to move. It's a forced uniformity. Yes. Like why are you making like academically? Why are you making me explain something na mimi si wa kuexplain? Kuna watu wako gana kuexplain. Mimi hata nilikuwa nauliza tu Jodi ukibonga ngoja ukibonga na wasee unapata msee unamongelesha but yeye anapendanga sentences moja ya bongangi sana. Yeah. Kuna wasee kila mtu anaweza fanya pod. Kila mtu anaweza fanya pod solo kama kibia na bonga tu kama crazy person. Si watu wengi. Sasa mbona unaniforce kwa paper ni have kuandikia essay ni come up na words na mimi si mtu muadi in real life. Umenikumbusha goddamn. Unajua sana nikiwa primary school I used to inherit books. Okay, so my mom's manager had boys, twin boys who were just like a year older than me. Ndo nikakuja kujua walikuwa sijui shule inaitwa Jonathan Clog. Naijua iko. I used to train a school near Jonathan Clog. Ikoko nini sides za Langata. Hapo yes, nikaanza kupata zile books ile poa ya English, common mistakes, sijui ni. I felt like their school life feels different. And to top it all off, it's mixed end day. Yeah. Cause imagine tuko na compete nao na mimi nilikuwa nasaidia kutrain Langata West primary for a trainer called Jerry Sando. Sasa ni a very big policy maker. Yeah. Kwanza alienda huko Ugunja huko kwa Jaluaka kwa policy maker. Very good of him. As in ungetel by the way watu wako different schools but kuna venye when it comes to like kuvuta line wamevuta line same. Yeah, ni kuvuta line. Like ni kama umitoto wa Kilimani primary na Islands primary na watu wako around hizo chuo wenye wako private ungetel that ni kama mvuta line same. But kama Islando uangalie machuo kama ziko Umoje ama West, machuo ziko West ama anywhere afu angalie private schools ziko huko. It makes sense. Unapata? But huko kuna make sense unapata kuna public schools kadhaa hiyo area na pia wasame Putin BOG yao iko on. PTA zao ziko on. As in wana push for even co-curriculars because niko naambia ukipata chuo yenu ni public na hamna hata drama ni PTA na BOG yenu imelala. Wanafaa kuwa na push for such programs on our register because they can register you. Nimekuelewa hapo kwa private and public. Juu kweli tu ni hata mimi nikiwa private I used to feel watu wa public wako na liberation flani. Hata mkiangalia na kutoka chuo of not giving a fuckness. Na kuangalia like eri wewe. Sisi tulikuwa tunachapa mnekwa. But pia sisi tunaangalia pia watu private like heri nyinyi mnaweza access like ma programs mob mnaenda swimming, mnaenda nini. But si public hawaezi ni vile PTA system pia unaona vile tu in every system tuko na PTA ni nani? Ni wazazi na walimu. But how often were even such meetings called? No. Kama angalia kama Maju walikuwa nazita Maju they have PTA meetings I think monthly. Mimi nataka kushika kidogo. Okay. I feel zilikuwa but shida ni agenda wako nazo ni za optics. I am coming back to optics.
Imagine if your parents and teachers also are into optics. Were there ever? They were. Other than the academic ones. That's why I'm telling you the agenda. Nimekupata. Unaelewa? Because if something is academic, I'm expecting my teacher or teacher wa kuseme class 7 or class 8 or waite wazazi wa hiyo block. Hiyo siku mnenda maka daro. Amwendi meeting, hakuna meeting. Yeah. Hiyo siku ni ya go through mastudies mtoto wako anaenda through kujua mbona get kama high school. Hata wazungu fanya hivyo. Kuna siku mpaka wazazi kuja na kana watoto kwa nini? Or if there's something unaita mzazi wao mtoto wa wazazi wake anauliza rada ni gani? Or maybe issues wazazi wanataka ku raise. Inafaa kufanya hivyo. Unajua in a class setting your kids are directly involved with the teacher. That's what the parents should be involved in. Unapata? But the meeting between the parent and the teacher association, hiyo meeting yao yenye si atuko, wanafaa kuwa na discuss ways za kufanya sisi tukue na better learning environment, vitu more. Na si curricular only, even co-curricular. Unapata? Because hawezi kumestick tu kwa kutu compare academically in public schools. You need blunder. Unapata? Aya, sangalia vile sasa public schools zina exploit CBC. Hiyo ni kwa siku zetu tunaongelelea. Sasa angalia sasa hizi 844. Sasa CBC angalia. Wana exploit wazazi wanawaambia watoto walete vitu shule, ati bring half a chicken, bring sijui nini. As in it's like the money it's becoming heavy on the parent. Parent anafahamu tu sasa, let me do one thing. Either I pay that institution or I just homeschool the kid. Because sasa ina get tricky. Because mtu wako atapick nonsense. Because sasa unajua it's like patapot CBC ititiwi vizuri. Mimi na uchingia watu hii. Wanafaa kuwa wamehaya wase artisans, wamehaya wase wa kuandika, poets, manini. AI imeshingilia kazi nyingine. Hayarini ama painter, hayarini anafaa kuwa wanafunza hizo chuo. Are those the things that were to be taught really ama nini? Ndio nasema what is the syllabus? Sidhani syllabus imechange. CBC inamaanisha competence based curriculum. Unapata? But syllabus ija change. Ndio nasema kunafaa kuwa na mamodo na cover hiyo syllabus academic. Now because the system has introduced a competence based thing, introducing pia wenye wataketa for watu wenye washikanishi academics. Kuzumo mode mwenye ako trained for academics, ya ezi and all kunifunza kushona. Siendo hizo wanafunza kushona ama wanafunza collect garbage, sijui. What's really the major difference? Hadi kuna wenye wameona kitengeza nini some gari ya carton. Kuna kama huyu alitengeneza guitar. Remember wa neighbor? Gari ya carton. Tunakwambia hizi ni vitu zenye ukiona sasa hiyo kwa meleta hizi vitu unafaa kuwa divide hadi. Unaona huyu hapa ana hiyo interest. Yes. Tunasema. But me sijui. We are just like poor at follow through. Implementation. Watu stuck in optics can never be good implementers. Fuck, it's that. Hatuwezi kuwa good implementers of anything. Ndio maana hata tukisema tuite election leo, hata tukiwa na strategy ya kuangusha Kasongo, hatuwezi follow through because na sisi sema watu watao ni a general Kenyan problem. Yes. It's a Kenyan problem. Because even Uganda ukionanga hawana time ya kurevolt against Museveni, it's because they know always in their history but transition of power ijakuanga hivyo. And they can't fight with that. They've already made peace. Na bora wanapata food, wanafanya mambo yao, bizao zinaendelea. What more could you ask for? Do you really care who's running the country? You don't care. Whatever is happening now was like eventual. Ndo maana niko nakwambia I don't feel like ati kuna anything Ruto anafeel amefanya different. And I'm with him there. And it's like what and you largely said. That's why maybe hata yeye haoni sense watu wakisema nafa resign. Mkata ukisema ati post-election violence largely ilikuwa optics because it was watu walihaya magang, then they cause havoc in some certain areas. Unapata? Then they tried to perpetrate this news as people doing these things that ati wase wanadu hizi vitu. Tribalism yetu ni optics. Real tribalism ni wase ku celebrate culture zao, culture week. That's what you should That's the type of tribalism we know. Sisi atupiganangi, Wakenya wapiganangi ati jueni Mkikuyu mimi Mluya. No. Where does that happen in normal life?
unless even at that time watu wakiwa wadogo it was not happening unless someone comes and sells you the optics and there's already chaos. The fact that kwanza tuna buy the optics, it shows that we are also pretenders. Yes. Nilikachini nikakumbuka nikamedia story ya Murugi Mwini nikajambia you are a bit right pia, cause yes kuna venye pia watu wanafaa tu kuwa honest, napata the hiding but not on record. I still keep that. Okay. But being honest, watu wanafaa kuwa honest mbaya, cause tuna lack vulnerability sasa, tuna lack trust sasa, tuna lack Kenyanism fulani sasa. Ndio maana nilikwambia kama siku hizi naogopanga tu ya nini naweza skamiwa tu, as in just out of nowhere. Siwezi hata kuwa na M-Pesa balance guys. Kama leo nimeskamiwa tu kwa mat, nimepita age ya kwanza kusuzana na madonda, nilikuwa nayo nguvu kitambo na nazuzana na wewe nakwambia mimi sikulipi hiyo pesa. Hata experience ya mat siku hizi imekuwa hectic. I feel you, it's unogopadi so watu kupeana dona unogopadi change watu na kulipa na tenje. Yeah. Na pia tenje sasa unaweza peana pia ishukwe nayo, mtu ashuke nayo. Hata sijafikiria hivyo but fuck. Kwanza kipata nikimkia anashuka nayo. Unapata anajua IT. Juwezi jua ni makanga jua ana job. Unaona sasa hiyo ni reasonia. There was rot from the beginning. This is just an eventuality that was supposed to happen. Hakuna kitu ati by the way gava ya Ruto ati imefanya ni hivyo big. Unajua we are not talking at major scandal hapa nini, nothing. It's just the optics. It's just time sasa ina catch up na whatever is happening. Na believe has heavily, been happening. I believe heavily wase wa younger than us, wase wako below 25, they don't like optics. They do not like optics. The kind of rebuilding we need. That's why they kept on telling us, usini advice wile ngoma. Wanakuambia ukweli kwa sababu waoni kitu umedu yenye ni that iconic. Na nasiwe peke yake, nyinyi wote wenye mlipitia my university nini, wengine hamwezi do kitu hata job unadua iko related na hata course yako. As in you're so far lost in the system. Adum sana kuangalia na kuambia usini advice. Mesha nifanye mambo yangu ninataka tu. Unapata? Na hiyo kitu inafanya mpaka sawa wanaweza kill. The bending over backwards. They can kill that culture. They can actually stand up and say, no, si lazima tuonekane kwa madingati za mado. Si lazima timdema like the way unakumbuka time ninili, acha nikwambie time ya Gengeton. I just used to feel that. Like I used to feel that was the infinitive display of society. Because if nilikuwa na gauge hivi like nikipatana na wewe and you have a problem, because there are two types of people. Wacha tu nikwe honest hapa sahi. Two types of people who had a problem with that music. People who have never experienced that, kama kina mom. Our moms, age. Jayona vitu hivyo obscene. That is extreme obscene for them. Kuna dancing rumba tu akisuguliana mdogo. Lightly. But our age, millennials, lakini millennials, watu wame experience as fuck. Wasisi walikuwa nasugua na jam sessions nini. I wanted to ask you a question. So at that point nilikuwa na feel it's a bit hypocritical for them to behave like for the mass to kuwa like hizi ngoma ni obscene like and this is what you all do in clubs. It's also what you're asking about exactly. Your vibe ya as in kuna outrage hapa ina feel ni kama tu anajificha. Mimi naona hii outrage ina coming from a certain age of people wenye hawako okay na kenye. Let me cook unchiki the last millennials watu ambao wako born between 96 97 ni Gen Z. 96 kuna watu pia watasema 96 ni Gen Z. Let's say 95 to hata 1990 to 95 na feel wako got that rebellious. Kuna age flani ya 2 years between 96 97 hapo. It's that age. Kuna watu wa rebellious waliapia kwa hii society tu. Wakaenda CP, wakaanza kuchachisha CP after form 4. Unajua ni hasa kuna whole culture to dictate. Haya, unajua sasa kusikiza ngoma za wanaija. Si unajua kuzipopularize. Say kupopularize hadi social media. Kama Urugwasha akituambia ati
tulikuwa tuna observe. That's why we are like the way we are. Watu wenye wako saizi majenzi wale wa kwanza unapata kuna kitu walipick Juan alikuwa high school. Imagine when Gengeton was catching fire, who was listening to it more? Yeah, high schoolers. Na high schoolers walikuwa kina nani? Watu walikuwa wanaimba Abanton sasa. Kina Magi. Kina sijui nani. So Abanton wengi wao ndio walikuwa high school. Na imagine wana inspire a whole other generation. Oh my God, that is then what will happen. Yes. Unaona hii kabali na kwanga image create yenye ati they like shape society. Unajua kwa watu wengi wa Twitter, that is what they did. They think they do. They used to at one point, because unanielewa, kuna saa Twitter was a bigger deal than now. As in mad. Me, I even got on Twitter na nikashindwa what the fuck is going on here. Yeah. It's just words on words on words people on exchanging. Twitter ni kama town square. So it depends how crazy your town is. If it's a crazy town, it's crazy. So it's not that. No. Ata he gets keeping mingi. Everyone there has a price. Yes, ata he gets keeping mingi yenye inaendelea. It eventually just needs that. Inanidio watu hawako evo invested in kufanya, as in kama mtu anaweza shangati jenzi akisema ya dai job kwa sababu ana feel I work for me. Terms of employment as you work for him. Kuna mtu anaona hiyo ni absurd. Unafaa kuona bend over backwards. Mimi nilikuwa naambia mwanangu wangu work for nini yake ya kuhaya wase recruitment agency. Nilikuwa namwambia mali tunaelekea Nkomi na wase watakotaka ku work in shifts. Wasa tutaka ku spend their whole day there because kuna productivity una feel hauna at some point hapo. Unapata? Na watu wengi sana you can't ignore employment mob sana ziko hivyo. Watu wazima walikuwa na ignore wazaini kwambia wale wana ignore by not acknowledging it, by not being inspired, by being optics, being a person of optics. As in ukijipata kwa hiyo bot challenge unasahau wingi mpaka mbona du unafanya hii job. Hata auoni ati una utakuwa nini after hii job. Unajua kuna soko job unajua atakuwa nini after hiyo job. Like hata hujajipicture outside that job. Like si ati umefutwa, hujajipicture willingly resign or retire because you're going to pursue something different and it's going to work out and it's sustainable. Umeassess, umekukiassess, ukichora hii plan for a while. Watu wengi wako job bana hiyo. Na si ati unafaa kuwa nao juu kwa uncomfortable kwa ofe. No, unafaa kuwa nao juu kwa inspired. Unapata? Unafaa kuwa nao ndio tubambe, itakuwa optics. Unafaa kuwa nao juu kwa inspired. Na maana tunanga also ideas wengi. Kuna watu wa kushoot down ideas wengi. Watu wa kucritique my idea kuziambia haziwezi. Like kasi tukikritika Belmutua susema anaweza fanya more. Like we feel that the person who was writing Tidy High has more stories zake zenye zinaweza kuwa amazing. Zenye to die get some fictional ass shit. Ama ikuwe funny. It's funny. When him captivating. Na already when him funny. Like I feel like humor ya Abel ni kai humor ya. You see the way comedians wa US comedians wa majuko washa evolve. Cause you're stand up collective. Like we already know Siangani is funny. Yeah. Even without trying. You can't now try and deliver at a joke. Bashir aliwa challenge, aliwaambia ana feel that inafika point itabidi wa do more. Na Kingana kwa na agree. Akasema hata majoto mambo hivyo ma comedian wengi. Kama unaweza do acting classes, uweze act pia like unaweza act. Kalari David. Deliver joke while acting. Yes, like essentially character. Una ooze humor. Yes. I usually feel Abel Mutua shafika hapo. Yes. But he like tries to explain funny. You can't deliver funny. You know. Yeah. Your script just needs to be centered around. Okay. For example, right? Yana Jogush ni mabeshte. In real life, I bet you they have like dope ass conversations. Bila camera. For them to come up na kituka undercover.
ina feel so largely disconnected. Ile for your boy kwa na drug dealer. It was weird. Nilishtuka tu. It was not funny, it was like puzzling. Me, it was so cringy. You can call cringe also, as in it's puzzling. It was puzzling for me. Like, me na feel Shalini imefika point watu wengi never do things because you actually want to do it. Like maka ile culture ya tunamsupport ilianzia hapo. Niyo kitu ndo nakwambia, as in culture yetu imekuwa as in excellence is not, it's expected but it's not required. Or it's not even delivered. Required, yes. It's not required, like ita delivery wajua iko required. Whether ukipata actually it's icing on the cake. Because ndio useme politician anakuja kupima. Hata si icing, it's now the cherry on top, unajua? Useme politician anakuja kupima, pia umejeka kwa ratili. Kwa ratili pia wewe unangoja kupimwa. Yes, ndio maana nilikuwa nasema mimi the must go movement, it doesn't start there. Bado tuna project. That's what I feel as Kenyans. We are still projecting. True. Maybe nafa to do you imagine think about it, 207 ukweli wasi wangefaa ku have a problem with ECK, not anyone else. Tungeko objective. Yes. Sema the electoral commission. Tuseme cheki hizi elections si tunaona zigenda poa. Hadi sasa mtu myangi mwenye ni analytical na anajua kitu anaona tu IBC ni sham. Nonsense. Even if I wake up and go vote, asa wanataka tu kutucheza. So wanataka tu kutucheza ndio tuanze kutoka nje na rage. Wanataka kuni gaslight. Na pia nafaa kwa ameshapata the realization that the answers does not lie with them. Yes. They are just a small part of us, of the larger majority. We are the majority. Yes. The majority cannot be on maandamano. Mimi hata hiyo 207 ukweli tu ni leaders wote wangekuwa nasimama maybe I might sijui fuck it, nitasema tu hiyo saa baba angetuambia tufungue server. Hakuwa na server. Whatever was happening. Tulikuwa tuna stuff ballot boxes na papers bado. Tulikuwa in the agrarian days. Wange prove tu basi. Hakuna way ya kuprove. Wangeenda court na wa prove that cheki hiki tu. Hakuna way ya prove. The only way umesema ina make sense because the sovereign mkule msewa by the people for the people ule msakwa na shall huyo umse alisema vizuri ni sisi ndio hata umesema ni sisi ndio tungechachisha tungekasoma tuseme cheki si hajafanya kazi yao poa. Sisi wote watu by the way wasimama waseme sisi kama citizens tulikuwa tuna watch news na tukonomsi alikuwa na lead na lead anymore. Sema mkusema citizens wanaweza amka waseme mnatachisha ibe yangata na electricity. Tuna park madinga kwa highway na to do anything. What will happen? These intelligent protests. But now you see it can't happen. It can't happen like that ever. Because we're into optics. And kila mtu ako tu kwa vile ulisema bag yake different, cloud yake different. Because I'd imagine kwa sherehe ati hii club ina pop so everyone flocks there. Club ina pop everyone flocks there. Kama mimi vile najua hata clubs na sendangi anywhere. You know them by name and by location na ujaifika hata ujui nakaja hata maybe unaona mapicha tu. Like shit atufai kumove hivyo because say imagine wasa wana lose out on businesses. Do you know how many clubs zinatinga? Ma local ngapi zinatinga? Wacha kitu iko organic. Mimi kwa tunasema wakadali ndio wanaweza sorry I'm using wakadali so much as examples. I just love them niggas. Inspired. Hasa ni wanoma. But inafaa kufika point hadi mabukla zote Islando zimetambua that wakadinali wanakujanga na mashow fulani wanatanga wasanii fulani like they can even be bringing new talent unapata continuity kwetu ni hard na I think ni juu ya hiyo by the excellence is not just about standard. Excellence is key. Like inaonyesha kuna follow through ya kitu. Unani understand? Do you know why we are always clowned by Tanzanians ati majirani wetu wanajua Kiingereza? Kwa sababu we want to look learned but na kuna kitu hiyo Kiingereza inatusaidia. Ni optics. Ni kama calligrapher akisema ati lazima kuwe na ofisi. Arumali unaendanga.
No. Ndo ufanye? No. Mi sioni ni sustainable calligraph. I'm very sorry. And na si lazima ofisi si watu wame-evolve hata kuna home offices. Si hata ku-evolve, Charlene. I want to school the nigga, the OG. Bro, kuna vitu zime-exist tangu time memorial kwa zungu itwa studies kwa room. Kwa manyumba. Wasa kuna ma-study. Which essentially is like an office. Yeah, kuna hadi area ku lounge, kuna desk, kuna hadi mavitabu. If you have anything that you like around you. Cause ka una interest. Whether uko kejani, umechill, ama ati kuna mali umetoka umeenda. Do you know why it's not sustainable, bro? Because ini rent ya area fulani na pia nataka ni kuwe na costs za kejani. Kwa nini niko mtu wako dunia ku deal na costs? It's not sustainable, bro. Hatuwezi kwa dunia ku deal na costs, kwa dunia kuishi. Hizi optics zenye mna perpetrate na madawa says na mada fabric ya society. Hata nilicall out hapa kwa polepole akasema mambo ya kudinya na periods. Hiyo ni make sense. Ati Skade wants to play. Bro, kuna watu zingine. Okay, at least hapo anaiambia go away, but stop fucking while on periods. I do know how it ends. Rain go away, Skade wants to play. Okay, nini tandika sijui towel juu ya bed, chapa sijui rada safe, something. I'm not forgetting the lyrics, but it's the same thing ana perpetrate kwa ile ngoma nyingine. Ile yake na kina Furthermore. Ile ya sijui Wagido. No, mi imagine na feeling tu ni immature kwa seku kwa hivi na hizi conversations of sex, this sex, that sex, nini, where, this, that. Who cares? Ikitu tu ni like, why are we exaggerating? Why it's not a new human experience? Ati kupupu ndakasa tungeleke kupupu. Ati mimi nilipupu jana nikasikia fiti. Mimi nilipupu juzi mavina nuka. So the same ama kukula food. Ati juzi buda nimekula mange nyingine. As in bado uko hapa bado utakula mange zingine. Yeah. Whether you are having it, how you are having it, no one deeply we don't care. Sasa shida yetu ni mtu akitrai tufanya to care, we are there caring. Kitu kaya ufai kudiscuss hata ni kitu tu nafaa kumention like I was in Morocco, I ate that food, it was nice. Describe too, but si ati tuanze ku get into discussions about vile sasa ati nini mpaka niko kwambia vini wasona pose wase kula ati upige picha. Si lazima, sometimes just eat. Yeah, and savor that experience na waambie mtu ukienda nini kuna hii restaurant inaitwa so and so, they have this and this and this. No, and you're not putting it up for discussion, you're just informing. We're not discussing food now. I'm just informing you that na sasa nimekama hapa kutumeka kuongelea chakula. No, it may come up to maybe we mention your place. Unapata, these are now intellectual conversations. Nakosile wangi mpaka ndo maana naona suku wa lost in. Umeona ngele upuzi wa sea asubuhi wanasema area kuna gazeti wana nini. That's some villager shit. Unapata? Mnasomea gazeti hapo. That's some villager shit. Like us upatanga tu headline, then they run with the headline, misinforming everyone who's not read that newspaper. God, yeah. Eventually watafanya hivyo. You've not read the story. Umesoma headline. You want to die there. Optics. Utakuonekana unajua. Kuna wase nilikwambia ngasa wanakuanga ati mimi nilikuwa mtu wa kwanza kumuonesha hiyo. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza nimeattend Black and White zote. Like okay, tukupe trophy ama tufanye nini sasa by that? Makina kani kama unaidu ndio kani kama unaidu ndio unaidu. Nilikuwa semanga matatu mpaka tattoos. Nilishakwambia zilishafeel hivyo already. Siku hizi kila mdenge yako na kitatu hapa kwa chest na kwa thigh. Karibu na boobs. It's not even giving. I'm so sorry by the way if kaun na kujua na uko na tattoo kwa. I'm not referring to directly. I've just seen so many. It's so many hata huwezi jua who it is you're referring to directly. There are so many. Yeah. Tattoo mimi feeling tattoo ni ka storyboard. If you can describe it to someone. You see what I'm talking about, excellence. Sasa wase kufanya hivyo ina take away from the art. Yes. That it's meant to be. Yes. Unaka Rashford. Ndio maana unapata watu wanasema ati ni trauma. Hapana. Ni sijui nini. Unamkata na explain ya Gary Neville ni tattoo zake.
nani Rashford, Rashi yeah. akimwambia hii ni ile area ni my first appearance nini. This is so inspirational. There's nothing traumatic about kutatu area umetoka, area imekuinspire. It's body art. People did it. Me by then nilikuwa nasema by the virtue that our ancestors did it. Kama kuna wase walikuwa ngana marks and drawings. Kama ukiwatch zile movies za Wanaija. Unakumbuka hizo movie? Yeah. Za Village. Hadi kuna ule reporter wa majuu. Kuna tattoo hapa kwa chini. Yes. Yenye ni tribal. Yeah, kina Moana nini see. It's not evil, but it is meaningful. Yes. It's not just something that you just do. The Tuache permanence of it cannot be optical. Unanipata? Yeah. Kama sasa kuchorwa hapa rose. Mbona sasa umechorwa vitu mingi? Rose flowers, nini. It's lame. Hata huku kwa size nilisha complain. Mimi kuna optics mob too, but soul search. Yes. Soul search ujue wewe una fall where in the pretending cover are you, where in the optical mannerisms are you, because ina get weird, ina get very very weird and hard kudeal na watu kama human beings, because that is as in hamwezi pretend ni si hawa watu when being shown you are those people. It's giving wetu ni mtu brad fucking. As in hata saizi ukambo uimpact mtu kenye una doing daily. No maana anything ina appear online mna follow tu. Ati yule msana sijui morning routine. Now everyone is doing that morning routine. Sijui nini unaingiza kichwa kwa sijui bakuli. Bro, what the fuck man? What the fuck? Usipote huko ndani. Tumia hizi vitu ka tool ya kukua inspired rather than kuchukua tu na kuperpetrate. Itonga ku regurgitate. Una regurgitate. Unajua regurgitate. Wewe ni kama ng'ombe ilikuwa imekula nini ikatoyoka hadi kairudishe kaanza kuichu tena tu. Vile ilikuwa tu. Afu unajiconvince taste ni different. Makes sense. But thank God for AI imekuja kututoa timing. Thank God we might have that discussion soon. Of which kututoa timing ni kutuweka timing maybe. Maybe we need that. Kuna mtu aliuliza AI ati future humans itakaaje. Nilikuwa naambiwa hii story. Akawaambia AI kamwambia itafika point binadamu itabidi depend on Kenya anaweza do. Atabidi ajue yeye ndio the resource, yeye ndio the production, yeye ndio the market. Itabidi ache kutafuta excellence in other things that haiko ndani yake. Unapata? As in we are gods having a human experience ukweli. But the human experience isikufanye usahau that the God in you bado anaweza kuwa creative, anaweza do vitu fulani. Don't fall victim to the human experience and become a robot, mechanical. Be mechanical and still be technical. You can be both. You can have duality. Because God ni technical, si mechanical. The mechanism ya jua ni moon inakaaga kama mechanical, but until uangalie critically that moon iko na phases kadhaa ina changeigi. Moon ni kama sijui nini na compare mpaka na dem ni moon, budani sun, children is stars. Unapata? As in there are some mannerisms that are hidden in the things that you think are mechanical na kuna technicality hidden in it. We kukuwa na life, we kuamka healthy, there's a lot you need to think about. So optics haikusaidii kama hauwezi fikiria deeper than that shit. Anyway, kuna kitu ya kusema? Me, I think nimeanza kugo philosophical and I don't want to get philosophical. Buy a book from me. Buy a book. Yeah, I have Philosophies books. of a Goofy Sufi. Yeah, I have And imagine myself the latest book. Look at me. Kizazi cha Dead. Kizazi cha Dead. Kuna play inaitwa Mabrayo, imeandika na Brandon. Yeah. But ukitaka i-copy ni available for free because knowledge should be free. We just try to produce hizi vitu kama vitabu in physical form ndio ukwe maybe na memorabilia
now that will cost you something because it costs us something to make. Yeah, but thoughts zangu hazikost kitu yote. Thoughts zangu ni free, so ukitaka una email unemployed youth utapata with an A. Unemployed youth with an A, an actual unemployed youth. Unemployed youth. But basically optics haitatusaidia sana at all. Tuanze kuseek excellence, hivyo ndo nakwambia mediocrity can only go so far. Ndo nakwambia sasa tuna stretch your optimum hivi hadi kwa professional scheme nini landscape nimeona most people who are running the economy are NGO related. Tuna lack excellence in that field also. Na soon dunia inakuwa critical. Unajua hizi masimu zina expose a lot. Sikuzi sika kitambo unaweza ambia mzungu huku kuna ka hivi na kubali. Anacheki kwa tenje. So soon tutajipeana tu. Na access imekuwa easy. Tunafuata excellence. They can do this shit themselves. Wase wa impact anything. Wewe nyinyi mko hapo kukula do NGO. Anyway. Yeah man, shukran. The optics, shukran.